Sure. Naam, karibu sana mtazamaji wa Uzuri TV. Leo ikiwa siku ya Jumatatu, karibu ili tuweze kukujuza yale tuliyokuandalia siku ya leo. Jina langu ni Waithira Ndungu na hizi ni taarifa za Uzuri jioni. Na tukianza, wakazi wa kaunti za Nairobi na Kiambu wanazidi kukashifu serikali ya Kenya Kwanza, wakisema kuwa visa vya utovu wa usalama vinazidi kuongezeka licha ya serikali hiyo kuwa uongozini kwa miaka mitatu sasa. Hizi ndizo kauli zao ambazo walizotupa. Chugama yangu najua ilitoka Uganda. Huwezi jua jinsi gani ilifika huku, hela bora tu umepeana hela. Kwa moyo anajua. Unatafuta tu nani anaweza kuwa na kamwanya ya hii network. Kama tu vile nyinyi mnanunuanga magari. Nishaiba ng'ombe lakini wakarudisha mara mbili. Nikahajana nayo sijarudi tena. We are giving out mabatis in another 2 or 3 weeks to people who ran away from the border of Marakwet and West Pokot to come back to their home states and so forth. So there is significant improvement, a major improvement. Ours now is to work on the sustainability. Rais Dr. William Ruto amezuru nchini Uchina kwa matarajio ya kuzingatia uhusiano mwema na nchi hii na kusaidiana katika kilimo na biashara. Viongozi mbalimbali wamesifia ushirikiano huu, wakisema kwamba hii ni njia nzuri ya kuendeleza mashikamano ya nchi hizi mbili. Some of our friends are complaining that we are doing too much trade with China. Honestly, I mean, you know, when I sat with President Xi, I had a very candid conversation, and I told him that Kenya is importing 600 billion of products from China, yet we are only exporting 5%, according to Lee. You know, that trade imbalance is serious. Wakulima kutoka kaunti ya Kiambu na Kirinyaga wameandamana huku wakipinga juhudi za serikali, wakisema kuwa malipo ya simu hawaitaki. Wakulima hao wameitaka serikali kutupilia mbali kauli hiyo na kuwalipa kama hapo awali. Mr. President, we request you, call the original coffee farmers from the society's level. Don't be cheated by technocrats. Professor Kia does not have a single tree of coffee. They do not own coffee. Call the owners of coffee and hear their cry. Zizo sako tuna haja nazo kwa sababu hawa wa chairman tukiweko tunaendaka kukopa pesa za kurudisha watoto shule. Ndio. Sasa tutakuwa tunakopa wapi? Kahawa tunachukua fertilizer, dawa zote kwa factories. Ukimaliza tutatoa wapi? Hiyo hatutaki hiyo utatanishi, tunataka malipo ilipwe kama tulikuwa tunalipa. Mimi kama mtu wa Bungoma na wakilisha watu Bungoma nasema tulipe kahawa yetu kama vile tulikuwa tunafanya nini? Tunalipa. Mambo ya DSS ya directive ya inatakikana wakulima walipwe kwa simu, hapana. Tunakataa. Sasa tumekuja Kerugoya ili serikali wajue Kenya yote wakulima ya kahawa yote ni pamoja. Wamiliki wa magari waitaka hatua kuchukuliwa kwa wanabodaboda wanaochukua sheria mikononi na kuchoma magari yao. Hata hivyo, wanabodaboda nao wamesisitiza kwamba si wote wanaotekeleza jambo hilo, bali ni baadhi yao tu ambao wanawachafulia jina. We are calling upon the government now to take action. We are saying as an association that enough now is enough. Accidents are, however, tragic, must never be met with mob justice. Kenya is a country governed by laws and established institutions to deal with such cases. Resorting to arson and violence is anarchy. Pata watu wa boda tunakuanga na hasira. Umegongwa, huyu mzee amegurumisha gari amefanya nini? Ameenda. So watu wa matatu sisi wanachukulia kiubaya kama kwamba sisi we don't have any. Hatuoni kitu kwa hii barabara, hata hatuna revenue tunalipa sisi. Sasa sisi right yetu kwa wapi? Tunafanya hivyo ndio serikali, watu wa boda wakifanya hivyo wanataka serikali ingilie kwa sababu wanasema hatupati haki nini. So we are teaming up with the team of lawyers
we are entering into a memorandum of understanding for them to provide these services to our members for free. Whenever there is an accident, don't argue, don't do, just follow the procedures that the police says. Asante sana mtazamaji wa Uzuri TV kwa kuwa nami na wale ambao walikuwa wametuma jumbe kulingana na habari za siku ya leo. Asanti sana. Tupatane siku ya kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Waibera Ndungu, niweke mahali pema moyoni.